Mhm. Hello, my friends. How are you doing today? Are you okay? Huh? Yes? Thank you so much. I hope you are very nice. You are very well now today. Yes? Me too. I'm very fine. I'm fine. I'm happy to come back to our channel for learning as usual. Yes? Today we have now new lesson about um, planning our plan, the plan, okay, but not in French or Kinyarwanda, but in Kiswahili. Yes, in Kiswahili. How can we plan our day? How can we plan our activities from morning to the evening in Kiswahili? Yes. Now we are going to try in English and Kiswahili. So let us learn English and Kiswahili together. Yes? Thank you so much. Last time we have seen Kiswahili, English and French, and English and Kinyarwanda. Today is English and Kiswahili. Are you ready? Are you ready? Thank you. So now we start our day. As I told you, we consider it as me as a teacher. My profession is teacher. I'm a teacher. Okay. So now I'm going to use this profession, and I do it. I plan my day from the morning to the evening, but using Kiswahili. Okay. Are you ready to be with me until the end of the lesson? You are welcome. Thank you. So at 5:30 minutes, I wake up. At 5 minutes, I wake up and I pray. Yes, I wake up and I pray. How can we say it in Kiswahili? In Kiswahili, we use numbers as they are. We don't change. Yes, if it is one, it is moja. If it is two, it is mbili. Okay? And you add minutes. Minutes in Kiswahili is called dakika. Dakika. Yes? So let us now put this sentence in Kiswahili. So at 5:30 minutes a.m. I wake up and I pray. Okay? How can I say in Kiswahili? Saa kumi na moja na dakika 30 naamuka na ninaomba. Naamuka na naomba. Na ninaomba. Kuomba, to pray or kusali. Yes, but let us use kuomba. Kuomba, to pray. Okay? Saa kumi na moja na dakika 30 naomba. O saa 11 na nusu. Saa 11 na nusu. Na nusu means 30 minutes. Or dakika 30. Okay? Can you repeat? Saa 11 na dakika 30 naamuka na ninaomba. Kuomba. Yes? I hope you are remembering how we can count numbers from 1 up to 100 in Kiswahili. We saw it in the lesson 1 day. How to count in Kiswahili from 1 up to 100. Yes? Do you remember? Do you remember it? Yes or not? Some of you are remembering it and others not. But
you know how to count from 1 to up to 100, but you can do some a little revision for counting. Kwa Kiswahili 1 is moja, 2 mbili, 3 tatu, very easy there, 4 nne, 5 tano, 6 sita, 7 saba, 8 nane, 9 tisa, 10 kumi, very nice, 11 kumi na moja, 12 kumi na mbili, 13 kumi na tatu, 15 kumi na nne, those guys, 16 kumi na sita, 17 kumi na saba, 18 kumi na nane, 19 kumi na tisa, 20 ishirini, wow, 20 ishirini, 21 ishirini na moja, 22 ishirini na mbili, 23 ishirini na tatu, 24 ishirini na nne, 25 ishirini na tano, 26 ishirini na sita, 27 ishirini na saba, 28 ishirini na nane, 29 ishirini na tisa, 30 thelathini, 30. Do you remember where I said saa 11 na dakika 30? 30 is 30. Yes? 31 is 31, 32 32, 33 33, 34 34, 35 35, 36 36, 37 37, 38 38, 39 39, 40 40, 40 40, 41 41, 42 42, 43 43, 44 44, 45 45, 46 46, 47 47, 48 48, 49 49, 50 50. Okay, we can even stop by there, but you can continue. If you want, you can go back and you can see those lessons in English and Kiswahili. You can find where we have seen what this counting in Kiswahili, from English to Kiswahili is there. Okay, thank you so much. It was a simple revision. Yes, so now let's go together. Let's continue together now our timetelling in Kiswahili, or this timetable, this schedule of the day. Yes, so now I wake up at 5:30 a.m. and I pray. Yes, saa 11 na dakika 30 naamuka na ninaomba. At 6 a.m. Yes, at 6 a.m. I go to bathroom. Yes, I go to bathroom, to the bathroom. Yes, yes. There in Kiswahili tunasema saa 12 alfajiri. Saa 12 alfajiri. Even there up saa 11 na dakika 30 alfajiri. Alfajiri means early morning. Early morning. Yes, early morning. Yes, the morning there. Alfajiri. Early morning there. Yes. So saa 12 alfajiri. Naenda bafuni kuoga.
kuoga. I go to the bathroom. Naenda bafuni kuoga. Saa 12 alfajiri naenda bafuni kuoga. Can you repeat the sentence? Saa 12 alfajiri naenda bafuni kuoga. Yes? Thank you so much. At 6:30 a.m. I put on my clothes. Yes, I put on my clothes. After having a bath, after bathroom, I put on my clothes. Okay? How can I say it in Kiswahili? Saa 12 na dakika 30. Saa 12 na nusu. Yes? Asubuhi. Alfajiri there. Asubuhi. Navaa nguo. Navaa nguo. Yes, kwa kujitayarisha. Yes, kwa kujitayarisha. Na kuendelea shughuli zangu. Yes? Saa 12 na dakika 30 navaa nguo. Nguo. Kuvaa nguo is putting on your clothes. Nguo means clothes. Nguo. Clothes. Yes, clothes. Nguo. Yes? Thank you so much. At 6:50 a.m. I take my breakfast. I take my breakfast. Yes? How can I say it in Kiswahili? Saa 12 na dakika 50. Yes, you know how when we are counting 50 is 50. Saa 12 na dakika 50 asubuhi. Napata kifungua kinywa. Kifungua kinywa. Breakfast. Napata kifungua kinywa. Kwa kunywa chai, kula mkate, and so on. You can even take many things there like banana, like avocado, that is breakfast of the morning. Yes, you use what you have. Okay. Saa 12 na dakika 50 napata kifungua kinywa changu hapo asubuhi. Kifungua kinywa is breakfast of the morning there. Okay, thank you so much. At 7:10 a.m. what I do now, I go to work. As I told you, me I'm a teacher. I'm a teacher. Teacher in Kiswahili tunasema mwalimu. Mwalimu. A teacher. Mwalimu. Yes, mimi ni mwalimu. Wewe ni nani? Wewe ni dereva kwa mfano. Dereva is a driver. Wewe ni kiongozi kwa mfano. Kiongozi is a leader. Yes, na kadhalika. Tuna shughuli nyingi. Yes. Thank you so much. Mimi ni mwalimu. Hapo mimi ni mwalimu. Saa at 5:10 a.m. I go to work. Okay? How can I say it in Kiswahili? At 7 in Kiswahili tunasema saa 1. Saa 1 asubuhi. Saa 1 asubuhi naenda kwa kazi. Kufanya kazi. Kwa kazi, the work. Naenda kwa kazi. Kufanya kazi hapo fulani, hapo shuleni. Yes. Kwa sababu mimi ni mwalimu. Asante sana. At 7:40 a.m. I reach the work. I reach school. I reach school there. Yes. At 7:40 I reach my school. Okay.
So ni Kiswahili tunasema saa 1:40 nafika shuleni. Nafika shuleni. Nafika shuleni. Can you repeat? Saa 1:40 nafika shuleni. Nafika shuleni. Kufika is to reach somewhere there. Yes, nafika shuleni. Shuleni means school. To school. Shule, school. Shuleni. In school there. Okay? At 7:45 it is assembly. Assembly of the students with the leaders or teachers. Their assembly. Okay? So, how can I say it in Kiswahili? Saa 1:45 ni mkutano. Ni mkutano. Assembly. Mkutano. Saa 1:45 ni mkutano. Can you repeat it? Yes? Try to repeat. Saa 1:45 ni mkutano. Mkutano wa watu gani? Mkutano wa wanafunzi na viongozi. Wanafunzi na viongozi na walimu hapo kwa mkutano. Yes? Kwa matangazo ili wapate matangazo fulani, matangazo mbalimbali, matangazo tofauti. Tuko pamoja hapo. Yes? So the idea to the assembly in order to get some announcements. Yes? To get some announcements from their leaders. Yes? Thank you so much. So I need you to repeat this sentence. Saa 1:45 ni mkutano wa wanafunzi na viongozi wao. Mkutano wa wanafunzi na viongozi wao. Yes? Asante sana. Okay. At 8 p.m. At 8 a.m. Lesson start. At 8 p.m. Lesson start. How can we say it? How can we say it in Kiswahili? Saa 2:00 asubuhi masomo anaanza. Saa 2:00. Saa 2:00 is 8 o'clock. 8 o'clock there. Saa 2:00 asubuhi masomo anaanza. Anaanzia. Yes? Thank you so much. At 10:30 a.m. Short break. At 10:30 a.m. short break. Yes? Short break. So break for in order to help students to go and play in order to relax themselves. Okay, so themselves, so they can come back, so that they come back in order to continue lesson with some refreshment. Yes. They are now relaxing themselves or themselves. Okay, so how can we say it in Kiswahili? Saa 4:30 or saa 4:30 asubuhi. Pumziko fupi. Short break. Pumziko fupi. Wow. Can you repeat? Saa 4:30 pumziko fupi. Repeat. Saa 4:30 pumziko fupi. Thank you so much. Saa 5 a.m.
listen, continue. Saa 10 a.m. listen, not saa 10. In English, at 11 p.m. listen, continue. At 11 p.m. listen, continue. How can you say in Kiswahili? Saa 5, saa 5, masomo anaendelea. Saa 5 masomo anaendelea. Wow. Repeat. Saa 5 masomo anaendelea vizuri. Wow. Thank you so much. At 1 p.m. up to 2 p.m. It is a break. It is a break. There, it is now time for lunch. It is a break. At 1 p.m. up to 2 p.m. Break time. Break time. Break time. In Kiswahili tunasema saa 7 kufika saa 8. Saa 7 kufika saa 8 pumziko. 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 Hapo kwenda bwaloni. Kwenda bwaloni na kupata chakula. Chakula. Chakula cha mchana. Yes? Bwaloni. Kwenda bwaloni. Bwaloni means dining hall. Dining hall. DH. Dining hall. Yes? Or refectory. I don't know. Maybe in the French we say refectoire. Yes? DH. Dining hall. In English. Yes. There it is pumziko. Hapo. Tunafika kwa saa 2 na dakika 20. 2:20 minutes p.m. 2:20 minutes p.m. What we do? Listen, continue. Listen, continue. It's now after lunch. After lunch, listen, continue. At 2:20 minutes p.m. 2:20 minutes p.m. Yes? Listen, continue. There in Kiswahili tunasema saa 8 na dakika 20. Dakika means minutes. Saa 8 na dakika 20. Masomo anaendelea. Masomo anaendelea. Masomo anaendelea. Yes, saa 8 na dakika 20 masomo anaendelea. Okay? Masomo anaendelea. Can you repeat it? Saa 8 na dakika 20 masomo anaendelea. Yes. Thank you so much. Okay. At 4:30 p.m. At 4:30 p.m. This is now end of the lesson of the day. End of the lesson of the day. 4:30 p.m. End of the lesson of the day. Yes? Thank you so much. How can we say it in English? Saa 10 na dakika 30. Or saa 10:30. Jioni. Mwisho wa masomo. Mwisho wa masomo. Mwisho wa masomo. Saa 10 na dakika 30. Mwisho wa masomo. Hapo jioni. Mwisho wa masomo. Can you repeat this sentence? Saa 10 na dakika 30. Mwisho wa masomo. Asante sana. Okay. At 5 p.m. At 5 p.m. Going back home. Going home. Yes? Going home. Thank you so much. How can we say it in Kiswahili? Saa 11 kamili jioni. Saa 11 kamili jioni. Kurudia nyumbani. Narudia nyumbani. Narudia hapa nyumbani. Kurudia. To go back. Kurudia.
kurudia. To go back. Yes, saa 10:30. Saa 11 kamili jioni, wakati wa kurudia nyumbani. Wakati wa kurudia nyumbani. It is time for going home. Yes? I need you to repeat this sentence, please. Saa 11 kamili jioni, narudia nyumbani. Repeat. Saa 11 kamili jioni, narudia nyumbani. Narudia nyumbani. Saa 11:30. Saa 11 kamili jioni, narudia nyumbani. Yes? Saa 11 kamili jioni, narudia nyumbani. Okay? Thank you so much. Saa 12. At 6 p.m. At 6 p.m. I reach home. I reach home. I arrive home. I reach home. Yes? I reach home and I start cooking. I start cooking. I reach home and I start cooking. At 6 p.m. I reach home and I start cooking. Yes? How can I say it in Kiswahili? Saa 12 kamili jioni. Saa 12 kamili jioni. Nafanya nini? Nafika nyumbani. Naanza kupika chakula cha jioni. Nafika nyumbani, naanza kupika chakula cha jioni. Are you ready to repeat it? Saa 12 kamili jioni, nafika nyumbani, naanza kupika chakula cha jioni. Okay? Yes? Kupika, cooking, to cook, kupika, to cook. Naanza kupika chakula cha jioni. Okay? I start cooking the supper. Yes? Naanza kupika chakula cha jioni. Wow. Thank you so much. I hope you are repeating those sentences in Kiswahili. Yes? Yes? Thank you so much. At 7 p.m. At 7 o'clock p.m. I help children to do their homeworks. I help children to do their homework at 7 o'clock. I help children to do their homework. Yes? Can you say it in Kiswahili? Saa moja or saa moja jioni. Yes, saa moja jioni. Nafanya nini? Nawasaidia watoto kufanya kazi ya nyumbani. Kufanya kazi ya nyumbani. Kazi ya nyumbani is homework in Kiswahili. Kazi ya nyumbani, homework. Saa moja kamili jioni. Nawasaidia watoto kufanya kazi ya nyumbani. Nawasaidia watoto kufanya kazi ya nyumbani. Can you repeat it? Saa moja kamili jioni, unafanya nini? Nawasaidia watoto kufanya kazi ya nyumbani. Asante sana. At 8 p.m. At 8 p.m. Supper. I take my supper with my family. It's time now for supper. At 8 o'clock p.m. it is the time of supper. How can I say it in Kiswahili? Saa 2 jioni. Saa 2 jioni. Tunapata chakula cha jioni. Supper. Chakula cha jioni. Yes? Repeat it. Saa 2 jioni. Tunapata chakula cha jioni.
Thank you so much. At 9 p.m. At 9 p.m. it is now time for watching television. Time for watching television. Yes, 1 hour. For 1 hour. Huh? At 9 p.m. I watch television. Okay? Yes. How can we say? Ini Kiswahili. Ini Kiswahili tunasema saa 3 kamili jioni. Saa 3 kamili jioni. It is now 9 o'clock. Saa 3 kamili. Kamili means o'clock. Nominative. There. It is now the exact time. Saa 3 kamili jioni. Nafanya nini? Kuangalia runinga. Kuangalia runinga. Runinga means television in English. In Kiswahili, television is runinga. Runinga. Kuangalia runinga ni wakati wa kuangalia runinga. Saa 3 jioni ni wakati wa kuangalia runinga. Some people use television in Kiswahili, but the real term is runinga, television, runinga. Yes? Saa 4 at 10 p.m. At 10 p.m. it is now time for sleeping, to go to bed. 10 p.m. I go to bed for sleeping. Yes? How can I say it in Kiswahili? Saa 4 jioni. Saa 4 jioni ni wakati wa kulala. Kulala means to sleep. Kulala, to sleep. Saa 4 jioni wakati wa kulala. Naenda kulala. Naenda kulala. Repeat please. Saa 4 jioni naenda kulala. Repeat. Yes? Saa 4 naenda kulala. Asante sana. Okay. So now this is the end of the lesson. So let us now continue by doing what? Doing some practice. You have to have some practice in order to see if you have got something from there or if you are understanding. I need to see you at the end of this lesson using your Kiswahili language, and you speak Kiswahili in telling someone, or yes, sharing with someone what you do from morning up to the evening yourself. Yes, yourself. You can do it. It is very easy. Yes. So I start by asking you what you do when you are when you wake up, or telling me the time for you to wake up. When do you wake up? In Kiswahili. I ask you in Kiswahili. Unaamuka saa ngapi? Unaamuka saa ngapi? Unaamuka saa ngapi? When do you wake up? Unaamuka saa ngapi? Please answer. Okay, let me do this like example. Mimi naamuka saa 11:30. Mimi naamuka saa 11:30. Can you repeat? Unaamuka saa ngapi? Unaamuka saa ngapi? Tell me in Kiswahili. Unaamuka saa ngapi? Yes? Mimi naamuka saa 11:30. Au you can say mimi naamuka saa 11:30. Alfajiri. Can even add alfajiri. Alfajiri is like early morning. Naamuka saa 11:30 alfajiri. Repeat. Thank you. Yes, unafanya nini baada ya kuamuka? Baada means after. Unafanya nini baada ya kuamuka? Or baada ya kuamuka unafanya nini?
kuamka unafanya nini? Yes? Can start your sentence by baada. And unasema baada ya kuamka ninaomba. Baada ya kuamka ninaomba. Baada ya kuamka ninaomba. Kuomba is to pray. To pray, kuomba. Baada ya kuamka ninaomba. Yes? Yes? Thank you so much. Baada ya kuomba unafanya nini? Baada ya kuomba unafanya nini? This question means after the bathroom. After bathroom. After having the bathroom. What do you do there? Or what is the next? What is the next after bathroom? What is the next? Baada ya kuoga unafanya nini? Yes? Thank you. I hope you tried. Baada ya kuoga unavaa nguo. Baada ya kuoga navaa nguo. Kuvaa nguo is to put on your clothes. Navaa nguo. Baada ya kuoga navaa nguo. Yes? Thank you so much. Baada ya kuvaa nguo unafanya nini? Baada ya kuvaa nguo unafanya nini? Yes? Can you try? Baada ya kuvaa nguo unafanya nini? Baada ya kuvaa nguo napata kifungua kinywa changu. Napata kifungua kinywa changu. Baada ya kuvaa nguo napata kifungua kinywa changu. Yes? Thank you so much. Kifungua kinywa, yes, breakfast. Yes? Baada ya kupata kifungua kinywa unafanya nini? Baada ya kupata kifungua kinywa chako unafanya nini? Baada ya kupata kifungua kinywa unaweza kupiga mswaki. Unaweza kupiga mswaki. Kupiga mswaki is to do what? Kupiga mswaki is brushing. Napiga mswaki. Baada ya kupata chakula changu au kifungua kinywa changu cha asubuhi napiga mswaki. To brush. Napiga mswaki. Kupiga mswaki. Kupiga mswaki. Yes? Thank you so much. Baada ya kupiga mswaki unafanya nini? Kupiga mswaki. Baada means after. Baada ya kupiga mswaki unafanya nini? What is the next? Unafanya nini? Baada ya kupiga mswaki nachana nywele zangu. Nachana nywele zangu. Kuchana is to comb. Kuchana nywele. Combing. Baada ya kupiga baada ya kupiga mswaki navaa nguo. Baada ya kupiga mswaki nachana nywele zangu. Okay? Asante sana. Baada ya kuchana nywele unafanya nini? Baada ya kuchana nywele unafanya nini? Baada ya kuchana nywele zangu naenda kazini. Naenda kazini. Ninaenda kwa kazi. Naenda kazini. Kazini wapi? Shuleni. Baada ya wakati namaliza kwa kujitayarisha, hapo naenda shuleni. Naenda kazini. Yes? Kuenda kazini, to go to work. Yes? Shuleni. Hapo. Yes. Thank you so much. Baada ya kufika shuleni unafanya nini? Baada ya kufika shuleni unafanya nini? Baada ya kufika shuleni unafanya nini? After reaching school, what is the next?
Baada ya kufika shuleni, naenda kwa mkutano wa wanafunzi na viongozi wake, na viongozi wao. Yes, naenda hapo mkutano katika wanafunzi na viongozi wao. Baada ya kufika shuleni, naenda hapo mkutano wa wanafunzi na viongozi wao. Asante sana. Baada ya mkutano nafanya nini? Baada ya mkutano nafanya nini? Yes, tell me. Please, niambie. Niambie. Kuambia, to tell. Niambie, tell me. Samahani, niambie. Baada ya mkutano nafanya nini? Baada ya mkutano tunaingia darasani. We enter to classes. After assembly, we go to class. Yes. Baada ya mkutano tunaenda darasani. Tunaingia hapo darasani. Yes. Thank you so much. I'm using only Kiswahili so now. I hope you are understanding, but I try to explain. Yes. Thank you so much. Baada ya kuingia darasani mnafanya nini? Baada ya kuingia darasani, mnafanya nini? Ni wakati wa kuanzia masomo. Masomo anaanzia sasa. Listen, continue. Masomo anaanzia sasa. Anaanzia sana sasa. Yes. Baada ya kuingia darasani, masomo anaanza. Can you repeat? Thank you so much. Mnafanya nini hapo saa 10 na dakika 30 asubuhi? Mnafanya nini? Saa 10 na dakika 30 asubuhi mnafanya nini? Ni wakati wa pumziko fupi. Wakati wa pumziko fupi. Pumziko fupi. Repeat. Pumziko fupi. Pumziko fupi. Wakati wa pumziko fupi. Sasa. Thank you so much. Saa 10 na dakika 30. Au saa 10:30. Ni wakati wa pumziko. Pumziko fupi. Yes? Asante sana. Pumziko fupi inafika kwa saa 11 asubuhi. Saa 11 asubuhi. There it is 11 a.m. Saa 11 asubuhi. 11 a.m. Yes? Yes. There masomo anaendelea. Hapo masomo anaendelea. Masomo anaendelea. Yes? There it is saa 5 asubuhi, not saa 11. It is saa 5 asubuhi. Saa 5 asubuhi. 11 a.m. Saa 5 asubuhi. Masomo anaendelea. Yes? Thank you so much. Saa 5 asubuhi. Saa 7 kufika saa 8 mnafanya nini? There, it is not asubuhi, it is now adhuhuri. Saa 7 kufika saa 8 adhuhuri mnafanya nini? There in English it is now at 1 up to 2 p.m. 1 to 2 p.m. 1 to 2 p.m. Which activity there? Saa 7 kufika saa 8 adhuhuri mnafanya nini? Na pumziko. Kwa kuenda bwaloni.
kwenda bwaloni kupata chakula cha mchana. Kupata chamcha. Yes? Kupata chamcha. Chakula cha mchana. Yes? Thank you so much. Chamcha. Chakula cha mchana. It is now time for lunch. Time for lunch. Yes? Thank you so much. After having lunch or baada ya kupata chamcha, it is now at 2 p.m. or saa moja kufika saa mbili, saa moja kufika saa saba kufika saa 8 adhuhuri. Baada ya kupata chamcha mnafanya nini? It is now at 2. There saa 8. Saa 8 masomo anaendelea. Masomo anaendelea. Saa 8. Masomo anaendelea. Saa 10:30 ni wakati wa kufanya nini? Saa 10:30 ni wakati wa kufanya nini? Hapo ni mwisho wa masomo. Hapo ni mwisho wa masomo. Saa 10:30 hapo ni mwisho wa masomo. Tisi jioni. Ni jioni hapo. Saa 10:30 jioni ni mwisho wa masomo. Saa 11 jioni unafanya nini? Saa 11 jioni unafanya nini? Saa 11 jioni unarudia nyumbani. Unarudia nyumbani. Saa 11 jioni narudia nyumbani. Narudia nyumbani. I go back home. Yes, I go back home. Narudia nyumbani. Yes? Thank you so much. Unarudia nyumbani. Unafika nyumbani unafika nyumbani saa ngapi? Unarudia nyumbani. Unafika nyumbani saa ngapi? Nafika nyumbani saa 12 jioni. Nafika nyumbani saa 12 jioni. Yes? Yes? Saa 12 jioni. Saa 12 jioni. Saa 12 jioni nafika nyumbani. Na kuanza kufanya nini? Na kuanza kupika chakula cha jioni. Na kuanza kupika chakula cha jioni hapo. Asante sana. Saa 1 jioni unafanya nini? Saa 1 jioni unafanya nini? Saa 1 jioni nawasaidia watoto kufanya kazi ya nyumbani. Kutokana na shuleni. Kutoka shuleni. Waliwapatia kazi ya nyumbani walimu wao. Saa 1 nawasaidia kufanya kazi hiyo ya nyumbani. Saa 1 asubuhi nawasaidia watoto kufanya kazi ya nyumbani. Can you please repeat this sentence in Kiswahili? Saa 11 saa 11 jioni hapana. Saa 1 jioni nawasaidia watoto kufanya kazi ya nyumbani. Asante sana. Saa 2 jioni unafanya nini? Saa 2 jioni unafanya nini? Saa 2 jioni ni wakati wa kupata chakula cha jioni. Chakula cha jioni. Chakula cha jioni. Saa 2 jioni tunapata chakula cha jioni. Yes? Asante. Saa 3 jioni mnafanya nini? Saa 3 jioni mnafanya nini? Saa 3 jioni mnafanya nini? Saa 3 jioni ni wakati wa kuangalia runinga.
Yes, 9 p.m. is time for watching television. Wakati wa kuangalia runinga. Can you repeat? Can you repeat it? Saa 3 jioni tunaangalia runinga. Repeat. Saa 3 jioni tunaangalia runinga. Thank you so much. Munafanya nini saa 10? Munafanya nini saa 4 jioni? Saa 4 jioni munafanya nini? Yes. Saa 4 jioni munafanya nini? Baada ya kuangalia runinga saa 4 jioni kamili munafanya nini? Saa 4 jioni munafanya nini? Saa 4 jioni tunaenda kulala. Ni wakati wa kulala. Kwa sababu mnachoka sana kutoka asubuhi kufika saa 4 jioni, mnachoka sana. Kuchoka is to get tired. Or to be tired. Kuchoka. Naweza kusema nachoka sana. Nachoka sana. Kuchoka sana means I'm very, very tired. Kuchoka, nachoka. Hapo saa 4 jioni unakuwa unachoka sana. Yes? Nakuambia unachoka sana. Ni wakati hapo wa kuenda kulala. Naenda kulala sasa. Saa 4 jioni naenda kulala. Can you repeat it? Maybe can you repeat it? Saa 4 jioni naenda kulala. Yes? Thank you so much. I hope now from there you can now tell us, or share with someone your timetable from morning up to evening in Kiswahili. Yes? So let us now continue by doing some other practice on revision about what you have seen last time in Kiswahili. Suppose that you meet someone on the way in Kiswahili. Do you remember how to greet someone in Kiswahili on the way? Do you remember? Yes? Can you please try? Kwa mfano unaweza kukutana na rafiki yako hapo njiani. It is on the way. Hapo njiani. Yes? Unaanza kumsalimia. Kusalimia mtu. Kusalimia mtu is to greet someone. Kusalimia. Yes? Do you remember how we greet someone in Kiswahili? Can you try? Can you try? Wakati ni mtu mmoja unaweza kusema hujambo? 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 Yes? And the answer, just to repeat, sijambo, not repeat. You use sijambo. Hujambo? Sijambo. Hujambo? Sijambo. How are you? I'm fine. Hujambo? Sijambo. Yes? Unaitwa nani? Unaitwa nani? What is your name? Unaitwa nani? Can you repeat? Unaitwa nani? Yes? Unaitwa nani? Au unaweza kusema jina lako ni nani? Jina lako ni nani? Jina lako ni nani? Yes? And the answer there you can say jina langu ni John. Jina langu ni John. Jina langu ni Safari. Jina langu ni Kamari. Jina langu ni Janet. Jina langu ni Egide. Na kadhalika. Yes, just to say your name.
Jina langu naitwa Jile, naitwa Safari, naitwa Alice, naitwa Erike, naitwa Diane, na kadhalika. Naitwa or jina langu is the same. Just say your name there. Unaitwa nani? Naitwa Diane. Yes? Asante sana. Can you also ask him, unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda wapi? Yes? Unaenda wapi? There it is. Where are you going? Where are you going? Unaenda wapi? Where are you going? Yes? There the answer can be, naenda nyumbani. Naenda nyumbani. Or naenda sokoni. Or naenda kanisani. Naenda nyumbani is I'm going home. Naenda sokoni, I'm going to the market. Naenda kanisani, I'm going to the church. Yes, you can say everywhere you want there. Let's consider naenda sokoni. Unaenda wapi? Naenda sokoni. Yes? Thank you so much. You can continue there. You can even ask him his age or her age. Una miaka mingapi? Una miaka mingapi? Una miaka mingapi? Mimi nina miaka 20. Kwa mfano, miaka 20. 20 years old. 20 years old. Nina miaka 20. Or nina miaka 15. Miaka 15 that is 15. Nina miaka 15. Nina miaka 20. Nina miaka 19. Nina miaka 17. You remember how we count from 1 up. They are up. 100. 100. 100 ni Kiswahili tunasema 100. Mnakumbuka nambari kutokana na 1 kufika 100. Kufika 100 hapo. Yes? Ndio. Yes? Thank you so much. Nina miaka 16. Nina miaka 27. Nina miaka 40. Nina miaka 50. Nina miaka 90. Nina miaka 70. Nina miaka 80. Nina miaka 90. Can you have 90 years old? 90 years old. 90 years old. Or 18. 90. Yeah, you can. Even 100. Yes. Yes? Thank you so much. Can continue asking different questions there on the way in Kiswahili. Yes? I don't know if you can now ask him, you can also ask him, where do you study? Where do you study? Where do you study? Where do you study? There in Kiswahili, you are asking him or her, where he studies or studies. Yes. Unasomea wapi? Unasomea wapi? Unasomea wapi? There you ask the school. Unasomea wapi? The answer can be nasomea kwa shule la sekondari la Mugano kwa mfano. Shule la sekondari la Kabuga. Shule ya sekondari ya Gasabo. Shule ya sekondari ya Muhanga. Yes, it is where you are studying your school. You can put the name of the school there. Nasomea hapo Muhanga.
Nasomea hapo Kigali. Nasomea hapo Kamonyi. Nasomea hapo Musanze kwa shule ya sekondari la Musanze. Okay. Ya Musanze. Musanze hapo. Yes. Thank you so much. Or when she or he is going to the market. Naweza kumuuliza so like you can say unaenda sokoni kununua vitu gani? Au kununua nini? Au kufanya nini? Unaenda sokoni kufanya nini? Unaenda sokoni kufanya nini? The answer, the meaning there in English is you are going to the market to do what? For what? Yes? The answer, yeah. In Kiswahili, unaenda sokoni kufanya nini? The answer can be, naenda sokoni kununua maharagwe kwa mfano. Naenda sokoni kununua maharagwe. Naenda sokoni kununua ndizi. Naenda sokoni kununua mchele. Oh yes, mchele. Naenda sokoni kununua nyama. Naenda sokoni kununua viazi vitamu. Oh, viazi vya mviringo. Do you remember those things in English? Wakati nasema viazi vitamu, it is sweet potatoes. Wakati nasema viazi vya mviringo, it is Irish potatoes. Wakati nasema ndizi, it is banana. Wakati nasema nyama, it is the meat. Wakati nasema matunda, it is fruit. Wakati nasema unaweza kununua vitu tofauti. Vitu vingi hapo. Yes? Yes, thank you so much. Kwa mfano, anaweza kukuambia kwamba anaenda kanisani. Anaenda kanisani. Anaenda kanisani. Kanisani means the church. Kanisa church. Kanisani to the church. Kanisa church. Yes? Naenda kanisani. I'm going to the church. Naenda kanisani. And you can ask him, where is your church? Where is your church? Where is your church? Yes, where is your church? My church is here Kabuga. Or my church is hapo Kachiru. My church is hapo Kimirongo. Kimirongo hapo. My church is hapo Kanombe. My church is there Kanombe. Is there Kimirongo. Is there Kachiru. Is here Kabuga. Okay? In Kiswahili naweza kusema kanisa yangu iko hapa Kabuga. Kanisa yangu iko hapa Kabuga. Kanisa yangu iko hapo Kichuchiro. Iko hapo Kachiru. Iko hapo Kimirongo. Yes? Unasema where your church unasema mahali ambapo kanisa yako iko. Yes? Ndio tuko pamoja until now. We are still together. Yes? Are you getting something from there? Please tell me. Kujitambulisha kwa mwenzako. Kujitambulisha kwa mwenzako. Thank you so much. I hope now you are ready to speak Kiswahili hapo on the way. You are ready to speak Kiswahili while you are sharing with your neighbor what you are doing from morning up to the evening. Yes, for your day, the whole day, from morning up to the evening. Kujitambulisha, to introduce yourself with your neighbor there on the way. Please, I hope now you are ready to speak Kiswahili. Yes? Thank you so much. I love you. God bless you.
Bye.